Mambo vipi? Ni Jumapili tarehe mosi mwezi Juni mwaka 2025. Pongezi kwa vigogo Ufaransa Paris Saint-Germain kwa kunyakua ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa mara yao ya kwanza katika historia. Hiyo jana walititiga Inter ya Italia 5 kavu kwenye fainali ambayo ilikuwa upande mmoja pekee, iliyochezwa katika uwanja wa Allianz Arena jijini Munich nchini Ujerumani. Inter hawakuwa na ujanja wala jawabu kwa mashambulizi ya vijana Luis Enrique, ambaye ameingiza jina lake kwenye vitabu vya historia soka barani Ulaya kuwa kocha wa pili kushinda treble, yani mataji matatu kwa mpigo mara mbili baada ya Pep Guardiola. Guardiola alishinda mataji matatu mara mbili, kwanza na Barcelona kisha pili na klabu ya Manchester City. Tukiingia katika ligi kuu ya soka nchini England, mbali na tuzo za kawaida mwisho wa msimu, kuna tuzo zingine za ziada ambazo hutolewa aidha kwa timu ama mchezaji binafsi kufuatia kushamiri baada ya kukamilika kwa msimu. Tuzo ya kwanza ambayo ilikabidhiwa ni ya bao bora, na tuzo hiyo ilimwendea mshambuliaji wa Misri Omar Marmusha kufuatia bao lake la yadi 30 dhidi ya timu ya Bournemouth tarehe 20 mwezi Mei katika uwanja wa Etihad, kuisaidia Citizens kushinda mechi hiyo 3-1. Naye kipa wa Argentina Emiliano Martinez alikabidhiwa tuzo ya Save of the Season baada ya kuzuia mpira kutoingia langoni katika mstari wa goli dhidi ya Nottingham Forest akichezea klabu ya Aston Villa. Na comeback iliyo bora msimu uliokamilika mwaka 2024-2025 ilikuwa ya klabu ya Manchester United. Mnamo mwezi Disemba tarehe 15 mwaka 2024, uwanjani Etihad walilazimika kutoka nyuma na kuilaza Manchester City 2-1, mabao yakifungwa na nahodha Bruno Fernandes kupitia mkwaju wa penalti na vilevile winga wa Ivory Coast Amad Diallo dakika 88 dakika 90 wakijihakikishia ushindi huo. Dirisha la uhamisho wa wachezaji wa soka barani Ulaya, hasa kwa vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya soka nchini England, linafunguliwa rasmi hii leo, lakini tofauti na misimu mingine litafunguliwa kwa awamu mbili tofauti. Kwanza kuanzia leo hadi tarehe 10 mwezi Juni, ili kutoa fursa kwa vilabu ambavyo vinashiriki FIFA Club World Cup kusajili wachezaji kabla ya kushiriki mashindano hayo. Kisha awamu ya pili itakuwa kuanzia tarehe 16 mwezi Juni hadi tarehe mosi mwezi Septemba. Ingawa kocha wa Manchester United Ruben Amorim amesisitiza mara kadhaa kwamba nahodha Bruno Fernandes haondoki Old Trafford wakati wote hivi sasa, klabu ya Al Hilal nchini Saudia ingali inamnyemelea kiungo huyo wa Ureno alina umri wa miaka 30. Wako tayari kulipa zaidi ya pauni milioni 100 ili kumsajili, jambo ambalo inasemekana kwamba limewashawishi mawakala wake. Isitoshe, wako tayari kumlipa Bruno mshahara mara mbili zaidi ya hela ambazo anapokea hivi sasa Old Trafford, na wako tayari kumsajili kabla ya kushiriki FIFA Club World Cup tarehe 14 katika taifa la Marekani. Kwa upande wao, Manchester United wanapanga kumsajili kiungo wa Ureno Pedro Goncalves miaka 26 kutoka mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ureno Sporting Lisbon. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ujerumani Bayern Munich wanammezia mate kiungo mshambulizi wa Uingereza Ebrahim Eze miaka 26 kutoka klabu ya Crystal Palace. Ingawa Palace wanapanga kumwekea mezani mkataba mpya mchezaji huyo ili kuepuka vishawishi, amekuwa akimezewa mate na timu mbalimbali nchini England ikiwemo Arsenal, Tottenham pamoja na klabu ya Manchester City. Bavarians aidha wanamvizia mshambuliaji wa Uholanzi Cody Gakpo miaka 26 anayechezea klabu ya Liverpool, pamoja na winga wa timu ya taifa ya Japan Kaoru Mitoma miaka 28. Winga wa Brazil Rodrigo Silva da Goiza miaka 24 ameielezea Real Madrid kwamba hayuko tayari kuondoka Santiago Bernabeu wakati wote hivi sasa. Manchester City wanapanga kutuma dau la kwanza kwa klabu ya Olympic Lyon wakiwa na nia ya kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa Ryan Cherki alina umri wa miaka 21. Citizens vilevile wanakaribia kumsajili kiungo Holanzi Tijani Reinders alina miaka 26 kutoka AC Milan nchini Italia.
Manchester City wanapanga kumuongezea mshahara kiungo wa Uhispania mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or Rodrigo Hernandez Cascante miaka 28. Mkataba wake hivi sasa Etihada umesalia na miaka 2, lakini wanapanga kumuongezea mkataba hadi mwaka 2029, vile kumuongezea mshahara maradufu. Hivi sasa anapokea takriban pauni 200,000 kila wiki, wakiwa na nia kumuongezea zaidi ya pauni 300,000 kila wiki ili kumkaribia mchezaji ambaye analipwa hela nyingi na timu hiyo, mshambuliaji wa Norway Erling Braut Haaland ambaye hivi sasa anapokea zaidi ya pauni 500,000 kila wiki. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Italia, Napoli ni miongoni mwa timu ambazo zimeingia kinyang'anyironi ikiwa na nia ya kumsajili mshambuliaji wa Uswidi Victor Gyökeres aliye na umri wa miaka 26 kutoka klabu ya Sporting nchini Ureno. Ni mchezaji ambaye amekuwa akiwindwa na timu tofauti barani Ulaya, hasa katika ligi kuu ya soka nchini England ikiwemo Manchester United, Chelsea pamoja na Arsenal. Lakini kwa wanabunduki hivi sasa inaonekana wameelekeza macho yao na nia yao katika kumsajili mshambuliaji wa Slovenia Benjamin Sesko miaka 21 kutoka klabu ya Ujerumani RB Leipzig kwa zaidi ya pauni milioni 67, Mikel Arteta akisema kwamba Sesko ndiye chaguo lake msimu ujao. Vigogo wa Uhispania Barcelona wameupa kipaumbele usajili wa winga wa Colombia Luis Diaz miaka 28 kutoka Liverpool badala ya kumsajili mshambuliaji wa England Marcus Rashford aliye na umri wa miaka 27 kutoka Manchester United. Tukirejea London ni kwamba Arsenal hawana nia ya kufanya rasmi usajili wa mshambulizi wa England Raheem Sterling aliye na umri wa miaka 30, kwa hiyo atarejea darajani Stamford Bridge msimu ujao. Lakini mwanawe Sterling anayefahamika kama Thiago aliye na umri wa miaka 8 ametia saini rasmi kandarasi kujiunga na timu ya chipukizi ya Arsenal, akijiunga na timu ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 9. Klabu ya Spurs ingali inafanya mazungumzo ya ndani kuhusiana na ada wanayofaa kulipa ili kufanya rasmi usajili wa mshambuliaji wa Ufaransa Mathys Tel aliye na umri wa miaka 20 kutoka vigogo wa Ujerumani Bayern Munich. Tottenham imewaachilia wachezaji 4. Wa kwanza ni mlinda lango wa Uingereza Fraser Forster aliye na umri wa miaka 37, kipa mwingine wa Uingereza Alfie Whiteman, Sergio Reguilon ambaye ni fullbeki wa Uhispania miaka 28, pamoja na mshambuliaji wa Ujerumani Timo Werner miaka 29 ambaye amerejea klabu yake ya RB Leipzig nchini Ujerumani. Klabu ya Juventus nchini Italia huenda ikamteua kocha wa Fulham Marco Silva kuwa mkufunzi wa timu hiyo kuiongoza msimu ujao. Mshambulizi wa zamani wa Liverpool Dakai aliye na miaka 44 huenda akarejea Anfield kama naibu kocha chini ya ukufunzi wa Arne Slot msimu ujao ili kuziba pengo liloachwa na John Hettinger. Hettinger amerejea klabu yake ya zamani Ajax kuwa mkufunzi na kutia saini kandarasi ya miaka 2. Baada ya kukamilisha usajili wa fullbeki wa Uholanzi Jeremy Frimpong miaka 24 kwa takriban euro milioni 35 kutoka Bayer Leverkusen na kutia saini kandarasi ya miaka 5 Anfield, Liverpool wanakaribia kukamilisha usajili wa kiungo wa Ujerumani Florian Wirtz miaka 22 kutoka Bayer Leverkusen, ingawa dau lao la kwanza la takriban pauni milioni 109 inasemekana kwamba limekataliwa na timu hiyo Ujerumani, huku wakishikilia kwamba wanataka zaidi ya pauni milioni 126 ili kumwachilia. Chelsea hiyo kesho siku ya Jumatatu itakamilisha usajili wa mshambuliaji wa England Liam Rory Delap miaka 22 kwa pauni milioni 30 kutoka klabu ya Ipswich, ambapo anatarajiwa kukamilisha vipimo katika uwanja Cobham kabla ya kutia saini rasmi mkataba mpya darajani. Delap amekuwa akiviziwa na timu tofauti nchini England ikiwemo Manchester United, Newcastle, Everton pamoja na Nottingham Forest, lakini yeye mwenyewe ameamua kwamba atajiunga na The Blues. Mbali na Delap, Chelsea wanatarajiwa kukamilisha usajili wa winga ama mshambulizi mwingine kwa matayarisho ya msimu ujao. Miongoni mwa wanaowamezea mate ni mshambuliaji wa Ufaransa Hugo Ekitike na umri wa miaka 22 anayechezea klabu ya Eintracht Frankfurt nchini Ujerumani, mchezaji ambaye pia anamezea mate na klabu ya Liverpool. Lakini mshambulizi ambaye bila shaka anaondoka darajani ni Christopher Nkunku wa Ufaransa na umri wa miaka 27
ambaye duru zinaarifu kwamba anamezia mate na klabu ya Spurs. Mawakala wa winga wa Brazil Antony aliye na umri wa miaka 25 wanapanga kutuma maombi Old Trafford ili kufanya rasmi usajili wa mchezaji huyo ambaye alishamiri sana msimu uliopita. Klabu ya Al Hilal nchini Saudia huenda ikakamilisha usajili wa fullback ya Ufaransa Theo Hernandez wa miaka 27 kutoka klabu ya AC Milan nchini Italia. Nayo AC Milan imepanga kwamba haitafanya rasmi usajili wa fullback wa England Kyle Walker na miaka 35 ambaye tarejea Etihad, ingawa pia Manchester City inapanga kumwachilia rasmi. Baada ya ngoja hatimaye Manchester United imethibitisha usajili wa mshambulizi wa Brazil Matheus Cunha aliye na umri wa miaka 25. Anatia saini kandarasi ya miaka 5 akisajiliwa kutoka Wolves kwa takriban pauni milioni 62.5, kukiwa na uwezekano wa kuongeza mwaka mmoja. Alikuwa moto kutia mbali Molineux msimu uliopita akicheka na wavu mara 17 na kutoa assist 6. Atakuwa sajili ya kwanza kwa msimu ujao kwa kocha Ruben Amorim ugani Old Trafford. Na hatimaye baada ya kupoteza fainali ya UEFA Champions League dhidi ya PSG jana usiku, kocha wa Inter Simone Inzaghi anapanga kufanya mazungumzo na uongozi wa timu hiyo akiwa ananuia kuondoka kujiunga na Al Hilal nchini Saudia msimu ujao. Mwisho makala leo.